Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Karibu mdau wa Kiko Media, moja kwa moja tukaangazia sekta 9 ambazo huzalisha mabilionea wengi zaidi kote duniani. Tuanze na nishati. Sekta ya nishati inahusisha uzalishaji, usambazaji na uuzaji wa nishati muhimu kwa uchumi. Mifano ni pamoja na kampuni za mafuta na gesi, mafuta na petroli, uzalishaji wa umeme yani mfano TANESCO, mabwawa na maji na vyanzo mbadala kama jua na upepo. Mifano mingine ni mafuta na gesi asilia, uchimbaji, usafirishaji na usambazaji wa mafuta na gesi, vituo vya gesi, bomba za mafuta ya Afrika Mashariki, umeme, kuzalisha na kusambaza umeme iwe kupitia vyanzo vya maji, makaa ya mawe au gesi. Nishati mbadala, nishati ya jua, sola, upepo na joto ardhi, miundombinu, gridi ya umeme, mabomba ya mafuta na mitambo ya kusafirisha. Kwa sekta hizi zinaendelea kukua kwa uvumbuzi kama vile teknolojia ya gridi, mahili na hifadhi ya nishati. Sekta hii ya nishati kwa mwaka 2025 ilizalisha mabilionea 106 ambapo ni sawa na 4%. Sekta nyingine ambayo huzalisha mabilionea wengi zaidi kila mwaka na kote duniani ni pamoja na vyombo vya habari na burudani. Vyombo vya habari ni njia zinazotumika kufikisha taarifa kwa umma, vikiwemo vya asili na vya kidijitali. Mifano mikuu ni kama redio, televisheni, magazeti, majarida, vitabu. Pia internet, mitandao ya kijamii, tovuti na blog ni mifano halisi na ya kisasa ya vyombo vya habari. Mifano mingine ya vyombo vya habari ni kama magazeti, majarida, yani tunaweza tukasema Daily News, Habari Leo, pamoja na gazeti la Mwananchi. Kwa upande wa redio, mfano ni TBC Taifa, Clouds FM, Radio 1 pamoja na redio zingine. Lakini kwa upande wa television, mfano TBC1, ITV pamoja na Azam TV. Sekta hii ya vyombo vya habari na burudani kwa mwaka 2025 ilizalisha mabilionea 116 ambapo ni sawa na 4%. Sekta nyingine ambayo huzalisha mabilionea wengi zaidi kote duniani ni pamoja na real estate au mali zisizohamishika. Mali zisizohamishika inajumuisha ardhi, majengo, ikiwa ni pamoja na viwanja vya makazi, biashara, nyumba za kupanga na miradi ya uwekezaji. Mifano mingine ya real estate ni pamoja na viwanja vya makazi, viwanja vilivyopimwa kwa ajili ya kujenga nyumba za kuishi, viwanja vya biashara, maeneo yaliyojengwa kwa ajili ya ofisi, maduka na viwanda, nyumba za kupanga yani nyumba za kupanga au nyumba za familia, majengo ya biashara, hoteli, nyumba za wageni, maeneo ya maduka, uwekezaji wa ardhi yani land investment, kununua ardhi iliyopimwa kwa ajili ya kuiuza. Sekta hii ya real estate au mali zisizohamishika mwaka 2025 ilizalisha mabilionea 206 ambapo ni sawa na 7%. Sekta nyingine muhimu ambayo huzalisha mabilionea wengi zaidi kote duniani ni pamoja na chakula na vinywaji. Uwekezaji katika vyakula na vinywaji ni sekta thabiti inayojumuisha usindikaji wa mazao, migahawa ya vyakula vya haraka yani fast food, utengenezaji wa vinywaji kama viwanda vya pombe na uuzaji wa hisa za makampuni ya vyakula. Mfano ni kuanzisha kiwanda kidogo cha kusindika matunda, kufungua mgahawa au kununua hisa za kampuni kubwa za vinywaji. Mifano mingine ni uwekezaji katika vyakula na vinywaji, usindikaji wa vyakula, kuanzisha kiwanda cha kusindika matunda, kufunga vifungashio au kutengeneza vyakula vya kusindika, kusaga unga, kutengeneza juice, kusindika nyama, migahawa ya vyakula vya haraka, uwekezaji katika minyororo ya migahawa na vyakula vya haraka yani fast food na huduma za vyakula, kununua hisa za makampuni kwenye makampuni ya vyakula, kununua hisa za makampuni yanayozalisha na kusambaza vyakula na vinywaji katika masoko ya hisa ya viwanda vya vinywaji na pombe, uwekezaji katika kuzalisha vinywaji baridi, maji ya chupa au mvinyo, uwekezaji katika kilimo cha kisasa kinachozalisha mazao ghafi yani kwa ajili ya viwanda vya vyakula. Sekta hii inavutia kwa sababu ya mahitaji ya mara kwa mara ya walaji hata wakati wa changamoto ya kiuchumi. Sekta hii ya vyakula na vinywaji kwa mwaka 2025 iliweza kuzalisha mabilionea 223 ambapo ni sawa na 7%. Sekta nyingine muhimu ambayo huzalisha mabilionea wengi kote duniani ni pamoja na sekta ya huduma za afya. Mifano ya uwekezaji katika huduma ya afya ni pamoja na ujenzi wa hospitali binafsi, kuanzisha maabara za kisasa za uchunguzi, kununua vifaa tiba kama mashine za CT scan na kuwekeza kwenye mifumo ya teknolojia ya afya. Uwekezaji huu huboresha upatikanaji wa huduma na kupunguza vifo. Miundombinu, ujenzi wa hospitali za rufaa, zahanati
zahanati au vituo vya afya katika maeneo yenye uhitaji mkubwa. Uwekezaji wa teknolojia. Uwekezaji katika maabara za kisasa ili kugundua magonjwa kama malaria, saratani au VVU kwa usahihi na kwa uharaka zaidi. Sekta hii ya huduma za afya kwa mwaka 2025 ilizalisha mabilionea 230 ambapo ni sawa na 7%. Sekta nyingine muhimu ambayo huzalisha mabilionea wengi zaidi kila mwaka na kote duniani ni pamoja na mitindo. Uwekezaji wa mitindo, yani fashion investment, huhusisha kuweka rasilimali fedha katika sekta ya mavazi, mitindo na urembo ili kupata faida. Mifano ni pamoja na kununua hisa za makampuni makubwa ya nguo, kuanzisha chapa ya mavazi, fashion brand, kuwekeza katika duka la nguo au kununua bidhaa za kifahari zenye thamani inayopanda kama mitindo. Sekta hii ya mitindo kwa mwaka 2025 iliweza kuzalisha mabilionea 297 ambapo sawasawa na 10%. Sekta nyingine muhimu zaidi ambayo huzalisha mabilionea wengi kote duniani ni pamoja na viwanda. Mifano ya uwekezaji katika viwanda nchini Tanzania ni pamoja na kuanzisha viwanda vya kusindika mazao ya kilimo kama korosho, kahawa na alizeti, viwanda vya nguo, mavazi, viwanda vya kuzalisha vifaa vya ujenzi, saruji na vigae, pamoja na viwanda vya kusindika bidhaa ya mifugo kama nyama na maziwa. Viwanda vya nguo, uwekezaji katika uunganishaji na ushonaji wa nguo kwa kutumia malighafi za ndani kama pamba. Viwanda vya kusindika nyama na maziwa, kuanzisha viwanda vya kufungasha maziwa au kuchakata nyama kwa ajili ya soko la ndani na nje. Sekta hii ya viwanda kwa mwaka 2025 kwa mujibu wa Forbes ilizalisha mabilionea 342 ambapo ni sawa na 11%. Sekta nyingine muhimu ambayo huzalisha mabilionea kila mwaka na kote duniani ni pamoja na teknolojia. Uwekezaji katika teknolojia inahusisha utumiaji wa rasilimali fedha na muda kuboresha mifumo ya kidijitali ili kuongeza ufanisi. Mifano halisi ni pamoja na kununua hisa za makampuni ya teknolojia kama Google pamoja na Apple, kununua programu za kisasa za uhasibu yani software, au kuwekeza kwenye miundombinu ya internet na kompyuta ili kuboresha uzalishaji. Mifano zaidi ya uwekezaji katika teknolojia: uwekezaji katika akili bandia yani artificial intelligence AI, kutengeneza na kununua mifumo ya AI ili kuboresha huduma kwa wateja au kuchakata data, kununua roboti au mashine zinazojiendesha zenyewe kwa ajili ya uzalishaji viwandani, usalama wa mitambo yani cyber security, kuwekeza kwenye programu za mifumo ya kulinda taarifa za kampuni dhidi ya wavamizi wa mitandao. Sekta hii ya teknolojia kwa mujibu wa Forbes mwaka 2025 ilizalisha mabilionea 401 ambapo ni sawa na 13%. Sekta nyingine muhimu ambayo kila mwaka huzalisha mabilionea wengi zaidi ni sekta ya fedha na uwekezaji. Uwekezaji katika fedha inahusisha kuweka rasilimali fedha kwenye vyombo vya kifedha ili kuzalisha faida au mapato ya ziada, kama vile kununua hisa kwenye makampuni makubwa kama vile NMB, CRDB, kununua hati fungani za kifedha yani bonds, kuweka amana za kudumu benki au kununua vipande katika mifumo ya uwekezaji pamoja ya uwekezaji wa pamoja yani UTT AMIS. Sekta hii ya fedha na uwekezaji kwa mwaka 2025 kwa mujibu wa Forbes ilizalisha mabilionea 464 ambapo ni sawa na 15%. Hizo ndizo sekta muhimu zaidi ambazo huzalisha mabilionea wengi zaidi kwa mujibu wa Forbes, ambapo kila mwaka mabilionea huzaliwa kupitia sekta hizo ambazo tumeziangalia kwa siku ya leo. Endelea kusubscribe kwa taarifa na elimu zaidi ambayo tunakuletea kutoka hapa Kiko Media.